Karibu katika show yako pendwa. Hii ni show ambayo inakujia kila siku, inaitwa live ya Kiongozi Miroboy. Katika live ya Kiongozi Miroboy leo, katika 1 na 2 nimekutana na Saidi Mandwanga, eneo fulani ya Temeke Stereo hapa. Bana, mambo vipi sasa? Bana, naona mnyama amekuangusha kidogo. Mnyama mwaka huu amepotea. Bana, ni Saidi Mandwanga huyo, mdau mkubwa wa Simba Sports Club. Hali Jojo weekend hii imeangukia pua. Sasa nataka kujua mawili matatu kutoka kwake Saidi Mandwanga. Bana, tatizo nini pale mpaka tayari utangulizwa goli 2 alafu Mwarabu anafanya comeback anasawazisha goli zote mbili? Kwanza, jambo la kwanza, mimi kipindi naangalia mpira nikiwa timu yangu ilikuwa changamoto kwenye muunganiko ya kitimu. Yaani timu jinsi ilipokuwa inapo flow ilikuwa ina changamoto. Kipindi cha kwanza nimeflow vizuri, nilipata matokeo goli 2, lakini kipindi cha pili kilivyoanza timu yangu iko down sana. Pili nikabidi nifanywe hesabu za lazima. Kagoma ndio kama kiungo wangu ambaye mwenye mapafu ya kusurvive katika eneo kubwa, akapata changamoto, akapata accident, injury, akaumia. Ikaja beki wangu wakati ambaye wanamtemegea wanamuita Nangu, naye threat ya lazima akatoka. Kwa pale kwangu hali ikawa haikunijia vizuri sana. Saidi Mandwanga, Simba imesafiri imeelekea kule Angola kucheza na Petro Atletico di Luanda. Ni mchezo wa 5 huu. Simba ana alama 1. Nini matumaini yako katika mchezo nchini Angola? Matumaini yangu kwamba kwanza tutaenda kulipiza kisasi. Kwa tutaenda kule tutashinda. Hata kubali hata tuenda kinyonge, tutashinda kule, tuwajue kama watambue kama sisi ni Simba. Na mimi ninachoamini kwamba wana Simba wote wasinyongee. Klabu bingwa haiandaliwi kama kombe la dunia au mataifa Afrika baada ya miaka 3 au miaka 4, hapana. Klabu bingwa ni ipo ambayo ya kila siku. Kuna majianti wakubwa barani Afrika, Wydad Casablanca hapo kwenye game, Kaizer Chiefs hapo kwenye game, hawajenga kwenye makundi wala robo final. Kwa hiyo wala tusio wanyonge sana, tutajiandaa vizuri. Nafikiri mwaka tutafanya vizuri zaidi kwa timu ambayo tunavyoiona. Saidi Mandwanga, unaiona Simba kupenya kutinga robo finali au ndio mnaenda kukamilisha ratiba? Kwa mwaka huu tunakwenda kutimiza tu ratiba ya klabu bingwa. Mwenendo wa timu katika tukiachana na ligi ya mabingwa Afrika, ligi ya ndani kwa maana ligi kuu ya Tanzania inaonekana pia si nzuri sana. Nini mtazamo wako kama kule tayari mnakuwa mmeshaondoshwa, mnarudi sasa nguvu zenu mnaelekeza katika ligi kuu ya Tanzania? Nyinyi kama Simba Sports, nini mawazo yako au kipi unakiona katika timu yako? Mimi ninachokiona kwa Premier League ya NBC, mimi nafikiri Simba mwaka huu tunachukua ubingwa. Tutafanya vizuri sana kwa sababu dirisha kubwa tulivyoanza usajili wetu ulikuwa huko vizuri. Lakini dirisha dogo la usajili tuliongeza na kidogo tumeongeza nguvu. Mimi nafikiri moja kwa moja tutakuwa mabingwa mwaka huu. Unaonaje moto wa Yanga? Wanaweza kweli kufanya bato na Yanga kuachia ubingwa? Bato na Yanga bwana na changamoto moja bwana. Kwanza Yanga nje ya uwanja kwanza ni watu moja wabaya sana. Kwa hata mimi na viongozi wangu wa Simba nataka niwaambie hiyo walielewe. Yaani wasiangalie tu mechi ya kucheza tu timu ikiwa bora. Wabadilike. Wani wazetu hata kama timu iko ya kawaida. Wani wa mechi nje uwanja wanacheza mechi kweli. Hadi matokeo dakika 90 wanaanza kuyajua. Na sisi tusio wanyonge sana. Tupambane nje uwanja, ndani ya uwanja, tupambane kweli yani. Tuwe na timu na tucheze kweli. Mangungu endelee au Mangungu ndio kikwazo? Mimi kwa maono wangu Mustafa Mangungu, kwa changamoto ya kwanza, Mangungu hana uweledi kwenye mpira. Kwanza Mangungu sio mtu wa mpira. Na yule sisi hatufai kuendelea kuwa naye kwa sababu Mangungu sio mtu wa mpira, Mangungu hatufai kuendelea naye. Ni maneno ya Saidi Mandwanga. Niseme nikushukuru sana kwa wakati wako na muda wako. Asante sana. Asante sana.